أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Wabaad, tunaendelea katika kitabu chetu cha Matn Abi Shujaa. Tumefika katika faslu inayozungumzia masala ya ngozi za maiti. Anasema faslun, kipengele kipambanuzi. Anasema shekhe, wajuludul maitati, na ngozi za maiti wote. Wajuludul maitati, na ngozi za maiti wote. Tathuru bidibaghi, zinatoharika kwa kusafishwa. Tathuru bidibaghi, zinatoharika kwa kusafishwa, msafisho maalumu uliowekewa na sheria, ulowekwa na sheria. Tukisema almaita katika lugha ya kifikhi, kwamba yule ni ambaye maita ni yule mnyama ambaye amekufa basi na kuchinjwa. Wanasema wanazuoni wa fikhi, wanasema kullu hayawanin, kila mnyama, zalat hayatuhu bighairi dhabhin shar'iyyin, umeondoka uhai wake, umetoweka uhai wake pasi na kuchinjwa kichinjo cha sheria. Huyo ndo maiti tunamzungumzia hapa. Ama yule alochinjwa, yule si maiti kilugha kisheria kifikhi, yule haitwi maiti, na ndio maana tunamla. Laiti ingekuwa maiti ingekuwa najisi, tusingeruhusiwa kumla. Kwa hiyo hapa tukizungumzia wajuludul maitati, na ngozi za maiti, maana yake yule mnyama ambaye amekufa mwenyewe, au amepigwa busa, au ameanguka kutoka sehemu fulani, au akapigwa pembe na mwenzake akafa. Yani kiufupi, yule ambaye umetoka uhai wake basi na kuchinjwa, basi hivyo ndo alivyosema, basi huyo ndo atakuwa maiti. Na aliyechinjwa lakini akachinjwa na alikuwa si Muislamu, mfano murtadi au kafir, mushrik, kafirun mushrik au kafirun murtad. Kwa hiyo hapa ndo tunazungumzia wajuludul maitati, na ngozi ya maiti. Tathuru bidibaghi, inasafika na ngozi ya kila maiti, na ngozi za kila maiti. Wajuludul maitati, na ngozi za kila maiti. Tathuru bidibaghi, zinatoharika kwa kusafishwa. Kusafishwa kwenyewe kwa vifaa maalumu, na kinachosafishwa katika ngozi kinaondolewa. Kama mfano ni zile ziada zilokuwa zimebaki katika ngozi, kama kuondosha damu na vitu vingine ambavyo vinapelekea ile ngozi kufanya nini, kuvunda na kuleta harufu mbaya. Kwa hiyo itasafishwa kwa njia maalumu, kwa vifaa maalumu, kiasi ambayo ikija kutiwa kwenye maji wakati mwingine inakuwa si rahisi kurudi kuvunda mara moja. Kwa hiyo anasema ngozi zote za maiti ni najisi, lakini jinsi ya kusafishwa, zinasafishika kwa kudibighiwa, yani kusafishwa msafisho maalumu uliowekwa na sheria. Zikisha kusafishwa hivyo, basi zinatoka katika unajisi wake, zinakuwa tohara, ambazo imevua hii ngozi ya maiti. Kila kitu cha maiti hakifai, lakini ngozi, kutokana na matumizi ya ngozi, watu wanatumia katika kuweka nini, vyombo vyao, katika kutengeneza mikanda, katika kutengeneza vyombo vya kuwekea maji na matumizi mengine. Kwa hiyo sheria imeweka takhfifu katika kuivua hii ngozi, kuwa inaweza ikifanywa process fulani ikawa safi, watu wakanufaika nayo. Illa jildal kalbi wal khinziri, isipokuwa ngozi ya mbwa na nguruwe. Hii haitohariki, hata ikisafishwa vipi haitohariki. Ngozi ya nini? Mbwa na nguruwe. Kila kitu chake mbwa na nguruwe ni najisi. Wama tawallada minhuma,
na kile ambacho kitazalikana kutokana na hawa wawili hawa, mbwa na nguruwe. Mtoto atakayepatikana pia naye ni najis. Au min ahadihima, haya ni mas'alatul iftiradhiyya, mas'ala ya kujalia. Kama tukijalia au min ahadihima, au mmoja hapo, manake baba akiwa nini, mbwa, mama akawa mnyama msafi mwingine, au mama akawa nguruwe, baba akawa mnyama msafi mwingine. Ikitokezea mas'alatul iftiradhiyya, kama ikitokezea huyo mtoto atakayepatikana, basi wanafiki pia wanamhukumu kwamba nini, ni najis, haitohariki nini, ngozi yake vile vile. Akaendelea kusema wa adhmul maitati, na mifupa ya maiti what, wa sha'ruha, na nywele zao. Mifupa za maiti zote na nywele zao, najisun, ni najisi, bali kila kitu chake, nyama, kila kitu chake, isipokuwa hii ngozi tu ikifanywa dibaghi ndio inatoharika, lakini kilichobakia chote ni najisi, illa al-adamiyya, isipokuwa mwanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemkirimu mwanadamu, akasema walaqad karramna bani adama, kaheshimiwa mwanadamu, hayyan wa mayitan, akiwa hai na maiti. Binadamu anakuwa msafi, hanajisiki, alhamdulillah. Lakini mnyama yote aliyekufa basi na kuchinjwa kichinjo cha sheria, basi huyu anakuwa ni najisi. Lakini sheria imekata takhfifu kwamba ngozi yake inaweza kufanya, inaweza ikatoharika. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika riwaya ambayo ameipokea Imam Muslim an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha dubigha al-ihabu faqad tahur, itakaposafishwa ngozi, al-ihabu, ngozi ambayo haijadibighiwa ndo ihabu. Idha dubigha al-ihabu, itakaposafishwa, kudibaghiwa, ikaondoshwa nini, ikaondosha fadhalati zile za ngozi ambazo ni damu na vitu vingine ambavyo vinapelekea ile ngozi kufanya kuvunda, basi faqad tahura, ikisafishwa basi itakuwa ni tohara, itatumika kwa matumizi mengine. Tayari hapo Haya, baada ya kumaliza hapo, shekhe anasema faslun, kipengele, wala yajuzu istimalu awani dhahabi wal fidda. Anazungumzia katoka masala ya ngozi na jinsi gani inatoharika na wanyama gani ambao wanatoharika na wepi hawatohariki. Anazungumzia masala ya vyombo na aina ya material ambayo yanatengezwa na hivyo vyombo. Akasema wala yajuzu istimalu awani dhahabi wal fidda, wala haijuzu kutumia awani dhahabi wal fidda, vyombo vya dhahabu na fedha. Haijuzu, sheria imekataza kutumia vyombo vilotengezwa kutokana na dhahabu na vilivyotengenezwa kutokana na fedha. Tumeruhusiwa vingine vyote tutumie, aluminium, vyombo vya aluminium, vyombo vya plastic, vyombo vya shaba, wasa sheria imeto. Lakini hivi vyombo vya dhahabu na fedha, Mtume sallallahu alaihi wasallam kapiga marufuku. Amepokea Imam Bukhari anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kutoka kwa Hudhaifa ibn al-Yamani, anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasema yakulu la talbasu al-harira wala ad-dibaj, msivae hariri wala dibaj, wala hariri ambayo ni ghali sana, yenye thamani. Dibaji na hariri zote ni hariri, lakini dibaji yenye thamani sana. Wala tashrabu fi aniyati dhahabi wal fidda, wala msinywe katika vyombo vya dhahabu na fedha. Wala taakulu fi sihafiha, wala msile katika sinia zake na sahani zake. Fa innaha, kwani hivyo vyombo vya dhahabu na fedha, lahum fi dunya, ni vya makafiri, vya wao hao makafiri katika dunia, wala na fil akhirah, na vyetu sisi waislamu akhirah. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kakataza kutumia vyombo vya nini, vya dhahabu na fedha, si kwa mwanamke si kwa mwanamume, si katika kulia wala kunywia wala matumizi mengine, hata kuweka kama pambo tu ukumbini au kwenye showcase ikawa pia. Wanazuoni, baadhi ya wanazuoni wa fiqh wamekataa moja kwa moja
Kwa hiyo wala yajuzu isti'malu awani aldhahabi walfidda, wala haijuzu kutumia vyombo vya dhahabu wala fedha. Wayajuzu isti'malu ghayrihima min alawani, na inajuzu kutumia vyombo visivyokuwa ghayrihima, visivyokuwa dhahabu na fedha, min alawani, katika vyombo vingine, kama tulivyokuta kushakutambulia kusema utumie nini, aluminium au plastic na vyombo vingine. Baada ya hapo shekhe akaondokea, baada ya kuzungumzia masala ya vyombo akaelekea katika kuzungumzia masala ya kupiga mswaki. Faslun, akasema wasiwaku, na kupiga mswaki, mustahabun fi kulli halin, kuna suniwa katika kila hali. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba kupiga mswaki sallallahu alaihi wasallam anakupenda yeye, na ni jambo ambalo alikuwa analifanya yeye kila wakati itakapohitajika hiyo kupiga mswaki, na bali alisema lau kama nisingetia mashaka nini umma wangu, basi ningewafaradhishia wao kupiga mswaki katika kila swala au katika kila udhu. Katika riwaya nyingine anasema mustahabun wasiwaku, na kupiga mswaki mustahabun, inapendezeshwa, ni sunna, fi kulli halin, katika kila hali, illa ba'da zawali lisaimi, isipokuwa baada ya kutenguka jua kwa mwenye kufunga. Al-Imamu Shafi'i yeye anasema ni karaha, ama aima wengine wanasema hakuna tatizo, lakini Imamu Shafi'i, imamu wetu Imam Shafi'i, yeye anasema kwamba ni karaha kupiga mswaki baada ya jua kutenguka kwa mwenye kufunga. Lakini kwa sababu gani? Kwa sababu ataondosha ile harufu ambayo inapendwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala kuliko harufu ya miski, kama alivyosema la khalufu fami saimi atyabu inda Allahi min rihi almisk. Wal khalufu taghayyuru raihati alfami, ni kubadilika ni harufu ya kinywa. Kwa hiyo yeye ameona karaha. Kwa sababu gani? Kwa sababu kupiga mswaki wakati huo itaondosha hii harufu ambayo anaipenda Allah kuliko misk. Wa huwa fi thalathati mawadhi, nako huko kupiga mswaki katika sehemu tatu. Ashaddu istihbaban, unapendezeshwa zaidi, unasuniwa zaidi kuliko sehemu zote hizi tatu. Hizi ndio inasuniwa zaidi na tilo mkazo. Inda taghayyur alfami min azmin wa ghayrihi, wakati wa kubadilika mdomo. Inda taghayyur alfami, wakati wa kubadilika kinywa. Min azmin, kutokana na azmin wanazuoni wapo waliosema kukaa kimya sana, na wapo wengi waliosema kuwa chakula sana, kama mtu aliyefunga vile. Ukikaa kimya sana inabadilika kinywa, na ukiwa hujala sana muda mrefu kinabadilika kinywa chako, harufu yake. Wa ghairihi, na sababu nyinginezo zinopelekea kubadilika kwa kinywa, mfano kula doriani, kula vitunguu thomu. Kwa hiyo wakati huu inasisitizwa kufanya nini? Kutumia mswaki kuondosha hii harufu mbaya. Wa inda alqiyamu min an-nawmi, wakati wa kuamka, na wakati wa pili unapendezesha zaidi, unatiliwa mkazo zaidi kupiga mswaki, unasuniwa zaidi kupiga mswaki. Wa inda alqiyamu min an-nawmi, wakati wa kuamka kutoka usingizini, na wakati wa kuamka kutoka usingizini. Wa inda alqiyamu ila salat, na wakati wa kusimama kutaka kwenda kuswali. Kabla hujaswali pale unapiga mswaki. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.